Mahfudhat, vyenye kutiwa kisra. Almakhfudhatu thalathatu aqsam, vyenye kutiwa kisra ni vifungu vitatu. Ma yujarru bil idhafa, kuna ile ambayo inatiwa kisra kwa idhafa. Ma yujarru bil harfi, kuna ile ambayo kwamba inatiwa kisra kwa herufi. Ma yujarru bitabaiya, kuna ile inayotiwa kisra kwa kufuata. Ma yujarru bil idhafa, yenye kutiwa kisra kwa idhafa. Na idhafa nini? Idhafa maanake nisba baina al ismaini. Idhafa maanake ni kuchegemeza kati ya majina mawili. Ya kwanza, jina la kwanza inaitwa mudhafu, lenye kuchegemezwa, na jina la pili inaitwa mudhafu ilayhi, lenye kuchegemezeshewa. Na hii mudhafu inachuma takhsis au taarif. Ukisema kalamu ya fulani, hii kalamu hii ilipokuwa kalamu peke yake ilikuwa haijulikani, lakini uliposema kalamu ya, tayari kule kusema ya, hii kalamu inakuwa ni mudhafu, na yule kalamu ya mwanafunzi, yule mwanafunzi anakuwa ni mudhafu ilayhi. Hii kalamu wakati huo badala ya kuwa haijulikani itajulikanwa kwa sababu imesemwa ya. Hiyo idhafa hiyo ambayo tunaielezea kwamba idhafa thalathatu aqsam bil tabaiya wa bi harfi jarri na herufi ya kisra. Tukisema al-idhafa thalathatu aqsam, al-mudhafu bi harfi jarri na al-mudhafu bi tabaiya na mudhafu ma yujarru bi tabaiya wa ma yujarru bi harfi jarri wa ma yujarru bil idhafa. Sasa ile ambayo kwamba inatiwa kisra kwa idhafa, idhafa tumesema ni nisba baina ismaini au baina lafdhaini, ni uhusiano kati ya maneno mawili. La kwanza inaitwa mudhafu na la pili inaitwa mudhafu ilayhi. Jambo la pili tunasema ma yujarru bi tabaiya. Tabaiya ni thalathatu anwa, ni badal, taukidi na nani na atfu na nani na naat. Tukija katika sasa ma yujarru bil harfi jarri, ile ambayo inatiwa kisra kwa herufi ya kisra. Herufi za kisra kwanza kabisa ni 21 ala baadhi aqwal al-ulama. Hizi herufi za kutia kisra hizi, ukiona moja kati ya herufi hizi 21, maana yake lijalo mbele lazima itakuwa ni jina, na jina hilo lazima ulitie nini? Kisra. Na herufi hizi 21 kama tutakavyozitaja zimegawanyika mafungu matatu. Moja, kuna thalathatun shadha, herufi tatu ni shadh, ambayo herufi ya kwanza ni mata, herufi ya pili ni laala, herufi ya tatu nini? Kai. Herufi ya tatu ni kai. Herufi hizi ni shadh kwa maana hazijawekewa kanuni maalum, isipokuwa baadhi ya makabila wamesema mata ni miongoni mwa herufi za jari, hususan kabila nani? La Hudhaili. Na laala, kabila la Uqaili wamesema ni herufi ya nini? Ya jari. Na kai nayo Sibawaihi amesema ni herufi ya nini? Ya jari. Lakini itakapoingia katika, ikija baada ya ma, yani ije kai halafu baada yake ije ma istifhamia, itakuja kwa maana ya herufi ya jari. Baada ya hapo, hizo ni herufi tatu ambazo tunasema ni shadh, la yuqas. Herufi tatu tena, fungu vitatu tena, istithna, inakuja kama herufi ya jari lakini istithna kivipi? Kwamba inapokuja moja kati ya herufi hizi tatu ambayo ni khala na ada na hasha, kinachokuja mbele lazima kiwe ni majurur, lakini majururu hiyo kimetoa kisra lakini kimevuliwa katika vingi. Yani kwa mfano jaa alqaumu khala, wamekuja watu, isipokuwa tayari tunasema istithna, tumevua katika wale waliokuja, tumevua kitu au tumevua watu fulani. Baada ya hapo saba, herufi saba tajuru isma dhahir wal mudhmar. Herufi saba zinatia kisra, manake tatu za kwanza na tatu za pili ni sita. Hizi shadh tatu na zile tatu ambazo ni mustathna, jumla ni kwa ngapi? 6. Na 7 na 6 inakuwa 10 na ngapi? 13. Saba hizi zinatia kisra jina ambalo liko wazi na mudhmar. Tutakuja kuona dhahiri ni lipi na mudhmar ni lipi. Hizi saba hizi ni min 1, ila 2, an 3, ala 4, albau 5, fi 6 na lam 7. Hizi zinatia ismu dhahir. Kwa hiyo 6 na 7 ni 10 na ngapi? 13. Baada ya hapo tunakuja vifungu vingine. Kuna herufi tatu ambazo zinahusika na jina ambalo liko wazi tu. Herufi tatu zinahusika na jina ambalo liko wazi tu. Jina hilo, herufi hizo ni ngapi? Hata 1,
alkafu 2, alwau 3. 10 ngapi? 13 3 ngapi? 16. 3 hizo 16, ambazo hizi 3 zinahusika na jina ambalo liko wazi tu. Hata matulai, matulai ni jina ambalo liko wazi, liko wazi kabisa. Na alkafu na wau, wao unasema wallahi, hapo ni harfu alqasam, wallahi, herufi ya kiapo. Baada ya hapo tuna mudh na mundhu, mudh na mundhu. Ngapi hizo 2? Na zile 16 kwa 10 ngapi? 17 18, ambayo hiyo mudh na mundh, mudh na mundhu vinahusika na zama. Huwezi kutumia mudh au mundhu ikawa si katika zama, manake mudh tokea au mundhu tangu, inahusika na zama. Ikija mudh na mundhu ijalo mbele lazima itakuwa ni jina, na jina hilo lazima ina kisra. Baada ya hapo tunakuja na herufi ta, ambayo itakuwa 10 ngapi? 19, ndio hivyo 19. Ta, hii ta inahusika takhtasu bilafdhi aljalala, inahusika na qasam, tena qasamu yenyewe bilafdhi jalala. Sema tallahi, ninaapa na Allah subhana. 10 ngapi hiyo? 18. Na nyingine ambayo ni ruba, ambayo itakuwa 10 ngapi hiyo? 20. Ruba takhtasu bin nakirat, ruba inahusika na nakira. Yani ukisema ruba, kinachokuja mbele lazima liwe ni jina, na jina hili lazima liwe ni nini? Ni nakira. Jina hili lazima liwe ni nakira. Na albau, albau, albau vile vile inakuja bimaana alqasam, ambayo ni 21. Sasa bimaana alqasam nasema billahi, wallahi, tallahi, billah. Saa nyingine be inakuja kwa maana ya qasam, na be hiyo hiyo saa nyingine inakuja katika ile ambapo kwamba tajuru isma adh-dhahir. Kwa hiyo jumla ni 20 na ngapi? 21. Hivyo ndio vifungu au ndio herufi, ndizo herufi ambazo unapoziona lazima utambue kwamba lijalo mbele ni jina, na jina hilo lazima liwe na nini? Na kisra. Kwa siku leo niishie hapo, inshallah subhanahu wa ta'ala. Allah akitujalia tutakuja kuendelea kesho, tumalizie almajzumat, ili tuone kabisa ya kwamba baada ya kumalizia tunarudi katika marufuat ambayo tumesema ni 7, tunakuja katika mansubat ambayo tumesema ni 17, tunakuja katika mahfudhat ambayo tumesema 3 aqsam, tunakuja katika majzumat, tutakuja kuiona insha Allah subhanahu wa ta'ala.